you my good people? Hii ni the very first episode. It's a very new one. Tulisema tutashare hii platform tuweze kusaidiana, tuweze kufulfill our purpose in life. Na kuna zile vitu tunajua zinatuzuia tusikue the best versions of ourselves. Na kwa topic ya leo tutaongelea dhambi, sin. Kila mtu ajue sin ni nini, na tujue utaweza kuepuka sin ama utaweza kuisuppress namna gani, ama itaweza aje hiyo sin sababu ulizaliwa nayo, utaweza aje bado kuendelea na maisha yako na fulfill purpose yako na sin iko ndani yako. Tunafaa kujua redemption yetu inatoka wapi. So leo tuko na mgeni wetu, atajiintroduce alafu ataanza kutupeleka moja kwa moja mpaka kwa neno na atatuelezea kuhusu dhambi, na natumai kuanzia hapo kila mtu ataanza kujielewa vizuri, ataanza kujua kwa hii dunia kwa sababu gani, na ataweza kujua vile atajiredeem ama vile amekuwa redeemed kutoka kwa dhambi. Asanteni sana. Karibu kwa hii episode. Mgeni wetu anaweza jiintroduce. Hello everyone. Majina yangu naitwa Pastor Grace Karanja. Nahudumu na kanisa ya Good News Mission Kirinyaga, mahali kunaitwa Mwea. Na nina moyo wa shukrani kukutana na nyinyi, especially wakati tutakuwa tuna handle hii very sensitive topic ambayo inaitwa sin. Kwa sababu tukiangalia sin ilileta ufarakano mkubwa sana kati ya sisi na Mungu. So all the problems of human being zilianzana na sin. So if only tunaweza kuelewa habari ya sin vizuri, truly we can know how tunaweza kusamehewa hii dhambi ili ushirika wetu na Mungu urudi. Na ushirika wetu na Mungu ukirudi, the true happiness inapatikana when the creator returns to the creature. When the creature returns to the creator. Tunaweza fulfill our life kama tunaweza jua how to be reunited back with God. Fulfill our purpose, that is. Yes, exactly. So I wish to read one scripture from the book of Isaiah chapter 14 verses 12. Isaiah chapter 14 verse 12. I will read 12, 13 and 14. I will read. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weakened the nations. For you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, and I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the heads of the crowds, I'll be like the Most High. Tukiangalia from the Bible, dhambi haikutokana na mwanadamu. Dhambi ilitoka mbinguni actually, na ilitoka kwa angel anaitwa fallen angel. Huyo fallen angel kabla hajaanguka alikuwa anaitwa angel Lucifer. In fact, yeye hakuwa tu angel, alikuwa archangel. Alikuwa angel pia yuko na authority. He was commanding other angels. Lakini alipatikana akiwa na dhambi, na ile dhambi alipatikana nayo, we can see very well verse 14. I will ascend above the heads of the crowds, I'll be like the Most High. Alipatikana na dhambi ya to be like God. Anatamani kuwa like the Most High God. Yeah, anataka kufanana na huyo aliye juu. Tukiangalia kwa nini alitamani kuwa kama yeye? Kama unataka kukua kama mtu, inamaanisha already uko opposite. Ushasimama on the opposite side. Kama mashindano. Yeah. Kama unataka kukua like somebody, inamaanisha you are not the same, you are not on the same side. Already ushavuka upande wa opposition. Yeah. So
when he was found with such a heart, though God is very gracious, lakini pia anasema hawezi kugawana utukufu wake na kiumbe kile yeye mwenyewe ameumba. So that's why he was chased from heaven. Na wakati alikuja hapa duniani, Jabu alifanya the same statement ni yeye alikuja nayo kwa human beings. So if you can refer to Genesis chapter 3. Genesis 3. Yeah, Genesis chapter 3. You can open together with me Genesis 3. We can see now the devil aliweza kuassume the image of a serpent, ndio akakuja kwa human being with one aim ya kuleta separation between human beings and God. Yeah. Na wakati alikuja, hakukuja tu hivi vibaya. Many people wana blame Eve eti ni yali tuingiza kwa shinda, lakini tukiangalia vile yale maneno Shetani alitumia, he is very cunning. Hata Bible inasema among wale creatures Mungu ameumba, yeye ni cunning. Yeah. Manake alitumia very good words ambazo hata kama ni wewe ungekuwa hiyo position ya Eve, hata wewe ungeweza kufall into that. Hapo kwa Eve na words zinaweza kina Eve sana. Yeah. Good words. Alafu Shetani haogopi mtu, whether you are man, whether you are who. Yeah. Lakini yeye kile anafia ni the word. So hakuenda kwa Adam, alienda kwa Eve. Kwa nini hakuenda kwa Adam? Tukirudi kwa Bible mtaona vizuri kabisa, when God was telling Adam about ile mti anafaa kula, hafai kula, Eve was not yet created. Kwa hivyo hiyo covenant ilikuwa kati ya God and Adam. Eve was not there. Yeah. That's why he chose to go through Eve. Na alimwambia vizuri, ukila. Yeah. Let's read here one verse. Verse 2 and 3. Genesis chapter 3, verse 2 and 3. Genesis chapter 3, verse 2. And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Verse 4. Then the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, you will be like God, knowing good and evil. So wakati Shetani alikuwa anaongea na Eve, alikuwa anamwambia hamtakufa, mtafumbuliwa macho. Mungu anajua wakati mtakula mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Yeah. So hakumwambia kitu kibaya. So for us tunafikiria Shetani ni mtu anakuambia maneno mabaya. Anakuja na zile njia wewe upendi. Hawezi kuja hivyo kwa sababu kila mtu anajua Shetani ni adui. Yeah. So he has to transform himself kama the angel of light. That's why anamwambia mambo mazuri. Though hiyo mambo yote mazuri alikuwa amemwambia, it is against the word of God. The word sin means to be against. Even when Satan, later hapo mbeleni alikuwa anaitwa Angel Lucifer. Yeah. Lakini sasa wakati amepatikana na hii sin, nao anaitwa the devil. He had the heart against God. Sasa huyo moyo tu kinyume na Mungu ndio aliletea Eve and Adam. Na wakati aliweza kuwaletea, tunaona they accepted the word of Satan. Eve alisikiza na akaamini kweli hivyo venye umeniambia. Yeah. Mwenyewe Mungu alisema. So outwardly tukiangalia tunaona asif Shetani alisema kwa ukweli fulani. Tunaona kama alimwambia ukweli. Najua alikuwa amemwambia, amemuelezea ukila your eyes will be opened, you will be like God, knowing good and evil. Yeah. Na tunaona immediately when they ate, their eyes were opened na wakajua wako uchi.
So ukiangalia it's like Satan alikuwa ana make sense. Walijua mema na mabaya. Yeah. Ama walijua wako uchi. Inakaa kama ana make sense. Kweli. But tukiangalia Biblia inasema in the book of Romans chapter 3 verse 4. Romans chapter 3 verse 4. Let God be true and all men liars. Mungu abaki kuwa ni wa ukweli na wengine wote ni wa uongo. So God told them they will die. What kind of death did they die? For sure they died. Lakini walikufa kifo gani? Tukiangalia tunaweza kuona kana kwamba hawakufa, lakini walikufa. Kifo gani hicho walikufa? Death means separation. Tukiangalia the physical death, body is separated from the soul. Now spiritual death, now God and man, they were separated. Tukiangalia, when man had fellowship with God, means the spirit of human being was connected with the spirit of God. Sasa wakati dhambi ilikuja, we were disconnected from God. Kwa sababu man hawezi kaa akiwa free, our spirit haiwezi kaa ikiwa free. It has to be connected either to God or to Satan. So when sin came, the spirit of God departed. Now man was connected to Satan. That's what we call sin, disconnection. Man left God. From there, man and God, they did not have fellowship anymore. So we can see also in Jeremiah, we can also see Jeremiah chapter 2 verse 13. Jeremiah chapter 2 verse 13. Nasoma kwa New KJV. Jeremiah chapter 2 verse 13. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewn themselves broken cisterns that can hold no water. Who is God? God is saying that his people have committed two evils. Evil number one, we have forsaken God. How do we forsake God? If you see in the book of John chapter 1 verse 1, God says, in the beginning there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So God is the Word. So how did we forsake God? How did Adam and Eve forsake God? They forsook the Word, which told them what? When you eat of the tree of the good knowledge of good and evil, you'll die. So they accepted the word of Satan. Ambayo inasema nini? Mkila mtafumbuliwa macho, mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. So eventually they forsook the word. Now for them to eat the forbidden fruit, jambo la kwanza lazima wawe wamesha forsake the word in the heart. Sin takes place in the heart. After the sin takes place in the heart means the spirit of God has departed from us. Now we are connected to the spirit of Satan. Change of mastership in the heart. Hiyo ndio sin. From God becoming our master, now Satan becomes our master. That is sin in the heart. Actually, it takes place in the heart. Now we have the things we see with our eyes, like how Eve, she went and plucked the fruit and ate and also gave to the husband. Those are the results of sin, the evils which we commit with our flesh. So people, they confuse the two. The sin in the heart and also the things we do with our flesh. It's like a disease. I know maybe you know about malaria. Malaria, we know there is the Plasmodium bacteria which affects our blood system. So it goes to a time of incubation period. No symptoms, no nothing. But the bacteria is multiplying inside the body. So you think you are healthy, but you are not healthy. But there is a time comes when now symptoms starts manifesting. So we have the bacteria in the blood system and also the symptoms. So what is malaria? Is malaria the bacteria in the blood or the symptoms? It's the
bacteria in the blood. But people do confuse. When it comes to, in terms of sin, we confuse. We tend to confuse. We tend to take the actions to be the sin. We ignore the actual sin, which is the source of everything. Ulikuwa unaniambia hapo mbele kidogo. Yeah. Umeniguzia kuna 3 levels of sin. Yes. Ningependa pia watu wajue hiyo 3 levels of sin. Ndio tuende na hiyo context. Okay. Kuna 3 levels of sin. Na level number 1 of sin, it is sin in the heart. Yeah. Na sin in the heart, only God is able to see the heart of a human being. Anasema, only God who can search the heart. When he searches the heart of a human being, he sees there is sin. Also, there is the second level of sin, which is the sin in the thought. Sin in the thought, only the one who is having the evil thoughts anaweza jua na mimi ninawaza vibaya. Lakini wewe huwezi jua thoughts mbaya zile niko nazo. Maybe wale wamefanya psychology kidogo, lakini hawezi elewa kabisa. Jua hiyo thought yako. Hawezi elewa kabisa. Alafu kuna ile sin nyingine hata nani anaweza ona, ile inaitwa sin in the actions. Dhambi katika matendo. So hatujui, kwa sababu hatujui sin in the heart, tunajaribu kusolve sin in the thoughts zangu na sin in the action. So although hata kama utajaribu kufix tabia zako, mimi sitatukanana tena, mimi sitafanya vibaya tena, hata kama utajaribu kufix tabia zako, lakini tukiangalia, unaweza fix maisha yako? Labda ni badilishe mindset yangu ndio ni fix maisha yangu. Hizi fix in the same thought yenye nimeishi kwa nayo. As long as kwa moyo wako kuna sin. Hata kama unajaribu kufix tabia zako, unataka kukaa maisha mazuri, unaweza kaa maisha mazuri. As long as kuna dhambi. Unajua hiyo dhambi kwa moyo imesha kuseparate na Mungu. So binadamu bila Mungu anaweza kufanya nini? Hapo tunasahau. Yeah, binadamu bila Mungu hawezi fanya kitu. Ukiangalia among the creatures of God, yule aliumbwa akiwa the weak ni human being. Kwa nini alimuumba akiwa human being? Kwa sababu Mungu anataka adepend na Mungu 100%. Mungu alipendezwa na mwanadamu among his creatures, so anataka ajimanifest through the human being. That's why human being is very weak. He cannot live without God. Tunadhani sisi human beings ndio strong sana. Tunasema sisi ndio tulipewa dominion over the other living things. Tunadhani sasa sisi tuko na nguvu sana na tuko karibu sana na Mungu. It is true. Genesis 1:26 tulikuwa tumepewa, Mungu alikuwa ameumba, amesema let us make man in our image, yeah, and in our likeness, that he may have dominion over the fowls of the air, fish in the seas, all the animals and all the crawling insects. It's true. Human being was made to have dominion. But when did we have dominion? Only when we had the image and the likeness of God. But when sin came, it removed us from the image and the likeness of God. Vile watu wengi wanapiga vifua wakisema vile wako fearfully and wonderfully made huku nje. Mfano wa na word ndani yake. Mfano. Mimi ni mfano wa Mungu. Na sasa umemwambia alishaseparatiwa na sin. Yes, image of God tena. It's good to ask yourself, okay, if you say you are like God, or you say you are a child of God, it's good to ask yourself 3 questions. Am I holy? Am I righteous? Am I perfect? Because that is the image of God. God is holy, God is righteous, God is perfect. Because of sin, we lost perfection and righteousness. That's why we cannot have dominion. Nataka kusema saa hizi mchungaji hatuna dominion saa hii kabisa. For us to have dominion, we have to the image of God. We have to return back to the image of God. Ndio
tumalizane, okay, ndio to return to the image of God, tumalizane na hii sin, tunafaa kufanya nini? Ama hatujafika hapo bado, hatuja exhaust sin bado. There is much to know, because the first of all, we have to know what is sin. Okay, let me maybe brief. Let me maybe summarize what we are saying. We are saying sin originated from heaven, from Lucifer. Now he's called the devil. Yeah, the old serpent. There are also sorts of names that we describe from the book of Revelation. Anaitwa the devil. So because of that sin, you are separated from God. But we were not separated totally, temporarily. Kwa nini? Mungu alikuwa na mpango. Man, I'll make him come back to me. Ni katika moyo wa Mungu ni alitaka kuturudisha kwake. We left God, but we cannot go to him. So for us to go back to God, God himself is the one who prepared for us to return to God. There is hope for a human being. Can we overcome sin as human beings? Sin. Sin, tukiangalia sin is something already iko ndani yako, iko kwa moyo wako. Binadamu wako na two concepts about sin. Concept number 1, I should not commit sin. Lakini hiyo concept already, you were born. Psalms 51 verse 5. Bible says, I was conceived in sin. So always sema you not commit sin, already you are born in sin. Unaweza jizuia kitu already umeshazaliwa nayo. So huwezi jizuia. Already we have committed sin. So hiyo concept number 1 haiwezi work. Concept number 2 about sin, ile ambayo wanadamu wako nayo ni hii. When I sin, I repent. To break free from sin, I repent. So tukiangalia from the biblical point of view, tukiangalia, really can repentance solve sin? Tukasema watu kuingia sin shule ni jirani ndio solve sin. Sasa tukiangalia when you repent, do you break for the free from sin? No. My answer is no. Romans chapter 6 verse 23, the Bible clearly says, the wages of sin is death. So, for sin to be forgiven, there has to be paid penalty for sin. Death. The reward ya sin. Yeah. Loss of life. Life have to be lost for sin to be paid for. Also, requirement number 2, we have Hebrews chapter 9 verse 22. Hebrews 9:22, the Bible says, almost all things are by the law purged with the blood. Without shedding of blood, there is no remission. So if blood is not shed, no sin forgiven. No sin can be forgiven. That's why people are crying every day, and tomorrow they are sinners. Even after you say amen, you are still a sinner. Haiwezi. Kwa sababu hakuna kifo, haijalipiwa. Yeah. Umeniguzia pia kuhusu 4 years sin. Yeah. Tukiangalia, though people are sinners, but people don't just live however they want. Because of what? There are so many things they are layers which are suppressing sin so that it cannot be manifested. Yeah. Or so that it cannot pop out watu iweze kuonekana. Na sin it is in the core of the heart. Pale kabisa kwa moyo, hapo ndipo sin iko. Alafu kuna sasa zile layers zinazuia isi manifest nje. Na zile layers, layer number 1 inaitwa conscious. Conscious ni ule ile utu. Unaona isi vizuri kufanya
Hata bila kuambiwa na yeah, hata kuna ile bila kitu mtu ufeel na roho yake hii si mzuri. yeah, hiyo conscious hiyo inazuia sina, iwezi onekana, iko kwa moyo lakini haiwezi onekana. Yeah. Alafu kuna hii ingine the law. Maanake tunajua whatever utaweza kufanya utashikwa na sheria. Kuna consequences zake. Yeah, there are the consequences of the law. Na hiyo sasa ni sheria, laws of the land, sheria za nchi. Yeah. The laws of God you cannot keep already. Yeah. Already hizo hatuwezi. Asina cannot keep the law. Asina already ameshida sheria ya Mungu. I'm talking in terms of sheria ya Kenya. Yeah, ama ya nation wherever you are. So kwa sababu ya sheria unajua mimi nikipatikana nimeua mtu nitashikwa, nitafungwa, nitalipia. So people they seem to be good. Some people they are good. Na yao kama kwa sheria wamekuwa kama nchi nyingine na sheria wamekuwa wameshaua. Walikuwa wanafanya mambo ya sheria ndio inawabana. Sasa hii inashika sababu ya manifesto sana inashikwa isitoke sana. Though to some inaenda. Wale wameshindwa kucontain hiyo layer ya law. Yeah. Alafu sasa kuna ingine when we went to school we were taught the good morals also in the society, also in our families. Kutoka utotoni tunafunzwa good morals. How to be a good girl, how to be a good boy. Yeah. So because you don't want to appear to be the bad one, so you unafinya hii dhambi ya Yesu. Yeah. Ikiwa na good morals, yeah, inazuia dhambi sana. Yeah. Alafu number 4, we have position. Kuna position ile uko nayo, position inakuzuia uwezi iishi vile unataka. Kwa sababu kama mimi ni pastor, naenda nikitukana na ovyo ovyo, niko na matusi ndani yangu. Siwezi enda nikitukana. Because of my position. Yeah. Ile pastor wa matusi. So the position here inatuzuia. Kuiba hii position yake ndio inazuia asifanye, si ati hawezi tamani kuchukua kitu ya mtu. Hapana. So such things zinafanya, yani si haionekani nje vitu. Lakini si iko. Yeah.